Wapata nini hapo? Nimekuja kumcheki damu yangu. Damu ipi? Nilipopata tatizo kwenda jela. Nilikuwa mjamzito. Mjauzito? Ujauzito upi? Dija. Ujauzito ulionipa nimempa baba mwingine. Unampaje baba mwingine? Kwa hiyo mimi nimekufa? Mimi niko jela na mawazo kibao na stress kibao na kufikiria wewe. Narudi hapa leo, nimetoka jela na kuja hapa na kuuliza damu yangu iko wapi? Naambia sina damu yangu kwako. Una mtoto na mie na nimeshaolewa. Koma kabisa kunifuatilia. Usitaki kuniharibia. Hebu acha masiala basi. Nishakwambia na wewe acha masiala hivyo hivyo. Koma kunifuatilia. Na mume wangu ananipenda, ananijali na ananithamini. Sio, umenielewa? Wewe vipi? Mimi mtoto nishampa baba mwingine na akashalea, akashakuwa. Wewe vipi? Aisha, unasemaje? Yamekuwa hayo tena ya kupigana saa hizi hivi? Unadhani mimi nimependa kwa kile ulichokifanya? Gani tena Aisha? Kumbe ulikuwa huna nia na mimi, si ndio? Ulikuwa una nia ya kunichezea mimi. Sina maana hiyo. Kwa hiyo umenichezea ulivyotaka. Umeenda kumooa mwanamke ambaye amebeba ujauzito sio wako. Ulikuwa unategemea nini? Sina maana hiyo. Huna maana hiyo ni nini? Maana hiyo huna ni nini? Sasa basi, kuanzia sasa hivi mimi na wewe basi, na popote unaponiona nione kama kituo cha polisi. Tena usinizoee na ukome. Tena unikome. Yaani ukiniona kila mtu apite na zake. Yamekuwa hayo tena. Tena Sijapenda. Na unajua sijapenda. Karibu mume wangu. Asante sana. Vipi? Uko poa? Niko poa mke wangu. Ila sisikii vizuri. Kuna nini tena mke wangu? Kuna mtu kanichanganya. Nani tena? Twende pale barazani kwanza. Ndiye mke wangu. Bazari ulivyokuja. Kuna jamaa hapa katoka sasa hivi. Nani tena mke wangu? Yule aliyotoka jamaa aliyotoka jela, yeye alienda jela. Yule jamaa aliyotoka jela. Jana kanivuruga, kanichanganya, sijisikia hata vizuri. Hayo ni maneno mazuri ya kuzungumza mke wangu. Wewe twende ndani tukazungumze, tutapata mwafaka. Hello Mr. Pacha. Vipi kaka? Nakwaje huko? Fresh. Bwana siku kwanza. Fresh. Bwana karibu sana ndugu yangu. Najua mwanangu kuna majanga linikuta. Tena. Anania tena ndugu yangu sasa hivi. Sipilo majanga alienda jela? Jela? Alienda jela kaka. Shida ni kwa kitu gani nini? Mr. Pacha. Wewe acha tu kaka. Kuna harakati ndogo ndogo ile. Ila hapa na mguu unavyoniona natokea huku. Ndio. Hapa nilienda kwa yule mwanamke yule. Shemeji yangu. Nilimwacha na ujauzito. Okay. Sasa baada ya kumwacha na ujauzito, nilipotoka tu first one nikaenda kwake yeye. Ndio. Umeona? Kwa hiyo baada ya kufika pale nakuja kumuuliza. Damu yangu iko wapi? Yeah. Ananiambia mimi sijazaa naye.
Ndio hivyo. Bwana pole sana. Shavoa. Huo msala makadakai hapo unachukua kitu gani kwanza Mr. Pacha? Hapa kaka. Naam. Yaani mimi siwezi nikanyang'anywa mtoto kizembe. Pole sana basi. Yaani haiwezekani mimi damu yangu inapotea hivi hivi. Eti kisa mimi kwenda jela tu alijua mimi kule nitakufa. Yaani kitu kama hicho hakiwezekani. Lakini nilipomfuata yule mwanamke kanikataa kata kabisa. Kwa hiyo maamuzi wangu mimi namfuata yule mshikaji ili tukaelezane vizuri, tukajuane kipi kitakachotokea. Kwa sababu haiwezekani. Yaani mimi baada ya kwenda jela yaani alijua mimi nitakufa kabisa. Wakati kule ni mafunzoni tu. Yaani kitu kama hicho hakiwezekani. Okay, sawa Mr. Pacha. Nafikiri uko sahihi lakini fanya kitu kimoja Mr. Pacha. Kweli majanga. Pole sana Mr. Hai. Hapo mimi kwa ushauri Mr. Pacha. Unajua mimi kumbukumbu yangu nilionayo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unajua katika maisha au sababu yaani kwamba kitu moja pekee yake Mr. Pacha. Wewe mtu wa kiume lakini okay, hebu kuwa na moyo wa kiume. Usifanye kama maisha si watu wa kiume. Unasumbuka na maisha sana ndugu yangu. Uweze kuja moyo konde jambo hilo. Haiwezekani mimi damu yangu inapotea hivi hivi. Eti kisa mimi kwenda jela tu alijua mimi kule nitakufa. Yaani kitu kama hicho hakiwezekani. Mr. Pacha. Hapo damu zatafutwa Mr. Hapo damu zatafutwa mzee. Kama ni mke utapata mke mwingine ambaye ni bora zaidi yake. Hata mtoto ambao unamtaka wewe mtoto huyu utapata hata zaidi hata mara mia. Na kwamba Mr. tulia. Kweli inaumiza. No, Mr. bwana mimi sina kusema mengi ndugu yangu. Mungu kwa ushauri mpeke yake. Okay Mr. Pacha. Bwana kwa hapa nilipo sasa hivi nafikiri tutaikuwa labda hebu utakunifuata nikuelekea Mr. Okay, sawa, tunaweza tukaenda. Ila punguza jazba. Sawa. Bwana niambie kaka. Kiukweli kaka, mimi hapo unaponiona nimeghafilika sana. Kitu gani? Ndugu yangu. Ni majanga tu. Majanga gani tena? Wewe si majanga gani? Hebu niambia majanga kwanza ni aje wewe? Kaka. Hivi unavyoniona mimi nimerudi Kongo toka jana. Nilipotua tu gari pale maeneo, nimepitiliza moja kwa moja kwa kina yule mwanamke. Yule mwanamke kaka, kitu alichonifanyia mimi, haki ya Mungu kaka, maamuzi ninayotaka kuyachukua mimi sikufichi. Mwanamke mimi wa kuninyang'anya mtoto. Ni kweli nauma kweli. Nimeumia ndugu yako. Ajua wanyama na kuumia liko pale pale. Ila nyama kuumia yenyewe ni silivu liko hivi. Leo alitaji hasira. Siku unaelewa bado. Alitaji nini? Alitaji hasira hata kidogo. Kaka inaniuma. Usema uchukua hasira, utafanya mangapi katika dunia hii? Hebu uteremsha nafsi bwana. Kama mtu wa kiume, kwa sababu unajua mambo ya kiume sana unajua. Usifike mbali bwana blaza, usifike mbali. Yaani
Sasa unataka uchukue maamuzi gani mpaka dakika hii? Namtafuta yule mwanaume anaishi naye. Ni bora tukose wote. Kila mtu limuume ndani ya moyo kama linavyoniuma mimi. Mimi naniuma. Blaza, hayo maamuzi. Blaza, hayo maamuzi hata kidogo. Wajua maamuzi jinsi alivyo. Kwanza na kwa pole sana kwanza bro. Kwa sababu mambo haya hajaanza kwako peke yako. Kuna watu zaidi ya maelfu ya watu mambo yao yanawakuta, lakini hawachukui maamuzi kama unachukua maamuzi wewe yani. Kaa chini tuliza kwanza kwa sababu ndonga ndio kila kitu unajua sasa. Kwa ushauri ndio mimi nakushauri kitu kimoja. Mimi sipendi kufanya jambo lolote. Sipendi kabisa. Utrasi kuja kujilaumu baadaye. Ni kwamba mambo haya ni kwa nini jukumu lisingelifanya moja kwa moja. Hasira blaza sala. Sio unaelewa lakini. Mimi nimekuelewa vizuri. Nimekuelewa vizuri kabisa ndugu yangu. Na jambo hilo japo ni zito lakini najua tuko umenielewa bro. Basi sawa kaka. Mimi ninaelekea gengeni hapo mara moja. Zeni tutakucheki baadaye. Unaelekea gengeni? Ndio, naenda gengeni hapo. Angalia hapo una kisu hapo. Una kisu hapo. Mimi sina kitu hapa ndugu yangu. Mimi sina kitu chochote. Najua hasira bwana blaza, najua hasira bwana. Basi poa, sema nini kwamba mimi nitakupigia. Sawa ndugu yangu. Basi poa, salimia lakini uende kwa amani lakini. Haina shida kaka. Na ni uhakika. Usiwaze. Nashukuru tu kwa ushauri wako. Poa bro, karibu tena. Yamoto. Mimi. Usiniangushe. Nashukuru ndugu yangu. Mbali sana kijana. Wasalimia unakwenda bwana. Yaani kwa kwanza. Haina shida. Kaka. Ndio dada. Mbona toka nimetoka kule nimekuona kama una mawazo hauko sawa? Nini shida? Ndio dada, siko sawa. Yaani akili yangu imevurugika vibaya sana. Nini shida? Wewe acha hapo. Kwa hivyo nimevuruga kishangi na mawazo kibao yani kuhusu damu yangu. Najua. Ila damu yako tutafuata hatua za kiserikali na mtoto tutampata. Lakini kuhusu yule mwanamke, achana naye. Yule sio mwanamke. Wanawake wapo wengi hivi kaka, unataka kuniambia umekosa wanawake wengine mpaka ukae umwanze yule? Tatizo damu yangu dada. Damu sio shida, tutafuata taratibu za kiserikali na mtoto tutampata. Kwa hilo usijali. Ondoa shaka. Tatizo damu yangu dada, tatizo damu. Tunajua nini unapitia. Tunajua kabisa unachokipitia sasa hivi. Lakini kwa kuhusu damu tutampata. Lakini yule mwanamke hatutaki hata kumuona. Atakulegesha tena jela kwa miaka mingine. Kirudi tena jela, unatugaia sisi hasara familia. Utaanza kukaa kuwaza tena. Wazazi kumbuka wanakutegemea wewe. Unalifahamu hilo? Umeondoka jela, baba na mama wote walikuwa wanawaza wanakuwaza wewe. Watu wa awali chakula akishuke wanakuwaza wewe. Sasa utakapoendelea tena kwa yule mwanamke, mimi nakushauri achana naye.
na mtoto tutampata. Tutatafuta taratibu zote, mtoto tutampata. Achana na yule mwanamke, achana na yule mwanamke. Yule sio mwanamke kakaangu, mimi nakushauri. Damu inauma sana. Inauma sawa, yule tutampata. Mtoto wetu hawezi kupotea kaka. Yaani ile damu yetu, damu ya mtu haipotei hata siku moja. Yule mtoto tutampata. Yule mwanamke anajifanya yeye ni mshenzi, lakini mtoto tutampata. Ila wewe yule achana naye. Tutafuata kila hatua hadi hatua, lakini yule mwanamke achana naye. Tutafuta taratibu zote, mtoto tutampata. Achana na yule mwanamke. Nimekuelewa, tutafanyia kazi ndio hiyo. Basi sawa kaka, mimi nipo naenda zangu Vikoba. Tuonana baadaye. Okay sawa, mimi subiri niingie message zangu hapo. Haya kaka.